inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir, hakika Allah ni mjuzi mtambuzi wa habari. Thumma sharaa, mtu kumwona mtu ambaye anajifakharisha kwa kabila lake au kwa ukoo wake na kujiona yeye ni bora juu ya mwingine, ujue huyo ana matatizo katika akili yake, kadhalika katika imani yake, moyo wake hauko salama. Au mtu anambagua mtu kwa sababu ya rangi, akawa na asabia ya rangi, kwa sababu tu huyu ni mweupe akambagua, au kwa sababu huyu ni mweusi. Huyu mtu ana matatizo, huyo ana nakhwa ya jahiliya. Sasa jambo hili watu wengi wanalalamikia kwamba wazungu wabaguzi sana. Ni kweli, wengi wao kwa hivyo. Waarabu wabaguzi sana, ni kweli. Hata Waafrika pia wanabaguana wenyewe kwa wenyewe. Kuna makabila yakajiona kwamba wao ni bora kuliko mwingine. Kwa nini? Basi sisi bora. Ubora wenu unatokea wapi? Hana cha kueleza. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo hambagui mtu mwingine. Na siku zote watu waliokuwa katika misingi ya jahiliya ambao hawakufuata misingi ya Uislamu ndio wenye tabia hizi za kibaguzi, ambayo ni maradhi yameenea katika kila bara na katika kila nchi, isipokuwa watu wanazidiana sasa, na wengine wakaona lugha yao ni bora kuliko nyingine, pengine ndio lugha mbaya kabisa kwa masikio ya watu, lakini wao wakajiona ndio lugha yao nzuri kabisa. Sijui waliambiwa na nani. Na hivi ndivyo walivyo wanadamu, lakini wote wanarudi kwenye asili moja. Wote asili yao ni moja, na tabia zao za kibinadamu ni za aina moja, zinafanana. Haja anayokwenda huyu ndiyo ya yule, hakuna tofauti. Hakuna kwamba hawa wako hivi na wale wako vile. Allah amejalia watu wote ule ubinadamu wao uko sawa. Wannasu min adam wa adamu min turab. Sasa watu takiwa waache nakhwa aljahiliya, mambo ya ukabila na utabaka na mengineyo na rangi. Ni katika mambo mabaya kabisa yasiyofaa kwa Muislamu anayejua Uislamu. Hizo ni katika tabia za kijahiliya, jahiliya za kikafiri hasa zisizofaa.